Karibu mtazamaji, tupitie kwa ufupi lesoni ya Sabato ijayo ya Januari 17 mwaka wa 2026. Mada ya lesoni ni mbio za ushindi. Somo kuu ni Zaburi 19. Fungu la kukariri ni Isaya 40 fungu la 31. Na kusihi ufuatilie mafunzo mengine hapa. Ndugu wapendwa, somo la Sabato hii linatukumbusha kwamba maisha ya umasihi si matembezi ya kawaida, bali ni mbio. Sio mbio fupi za kukimbia kwa kasi, bali ni mbio ndefu zinazohitaji uvumilivu, nidhamu na kumtegemea Elohim kila siku. Katika Waebrania 12:1, Biblia inatuhimiza tukimbie kwa saburi mbio zile zilizowekwa mbele yetu. Hii inatufundisha mambo matatu. 1, mbio hizi zimewekwa na Elohim. 2, zinahitaji uvumilivu, si haraka. 3, ni mbio za kuendelea, si za mara moja. Umasihi si mwanzo mzuri tu, bali ni kumaliza vizuri. Tunapaswa pia kuweka kando vitu viwili. 1, kila mzigo, mambo ambayo si dhambi lakini yanatuzuia kusonga mbele. 2, dhambi ituzingayo kwa upesi ni dhambi tunazojua lakini hatutaki kuziacha. Huwezi kushinda mbio ukiwa umebeba mizigo mizito. Biblia inazungumzia wingu kuu la mashahidi. Hawa ni wamasihi waliotutangulia katika mbio hizi. Maisha yao yanatuhakikishia kwamba 1, Elohim ni mwaminifu. 2, mbio zinaweza kumalizwa. 3, kwa imani ushindi unawezekana. Ushuhuda wao unatuhimiza tusikate tamaa. Tunaambiwa tumtazame Yashua, mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu. Kwa nini Yashua? 1, yeye ndiye aliyeanzisha mbio hizi. 2, yeye ndiye aliyemaliza kwa ushindi. 3, alivumilia mateso na fedheha. Ukiwatazama watu utakata tamaa. Ukijitazama mwenyewe utadhoofika. Lakini ukimtazama Yashua utadumishwa. Mhubiri 9:11. Mhubiri anasema mbio si za wepesi. Warumi 9:16. Paulo anaongeza kwamba ushindi hautokani na jitihada za mwanadamu, bali na rehema ya Elohim. Hii inatufundisha 1, nguvu zinahitajika kukimbia. 2, lakini nguvu za kibinadamu pekee hazitoshi. Wengine huanza kwa nguvu lakini hutegemea nafsi. Wengine hutambua udhaifu wao na kumtegemea Elohim kila siku. Washindi wa kweli ni wale wanaomtegemea Elohim. Zaburi 19. Daudi anatuonyesha mbingu 1, zinamtukuza Elohim bila maneno. 2, ujumbe wake unafika ulimwenguni kote. 3, jua hukimbia mwendo wake kwa uaminifu. Hili ni fundisho kubwa kwetu. Kama jua halikosi mwendo wake, vivyo hivyo mumasihi anapaswa kuwa mwaminifu na thabiti, sio makelele yanayoshinda mbio, bali uaminifu wa kila siku. Wakorintho wa kwanza 9:24 hadi 26. Paulo anauliza swali muhimu. Je, hamjui ya kuwa wakimbiaji hukimbia wote, lakini apata tuzo mmoja? Kisha anatuambia, kimbieni namna hiyo ili mpate. Katika mbio hizi, 1, hakuna nafasi ya pili. 2, hakuna zawadi ya faraja. 3, ni washindi pekee watakaopokea uzima wa milele. Ili kushinda, 1, lazima tuwe na nidhamu. 2, tujihimili. 3, tusiishi maisha ya uzembe wa kiroho. Paulo mwenyewe alikimbia kwa kusudi, si kwa bahati. Isaya 40:31. Somo linakamilika kwa ahadi nzuri. Wamngojao Bwana hupata nguvu mpya. Elohim hatoi nguvu kwa wanaoharakisha mambo yao, bali kwa wanaosali kila siku, wanaomtegemea Mungu na wanaodumu katika imani hata wakati wa udhaifu. Hawa watapanda juu kama tai, watakimbia wasichoke, na watatembea bali hawatazimia. Ndugu wapendwa, maisha ya umasihi ni mbio zinazohitaji uvumilivu, nidhamu, kumtazama Yashua na kumtegemea Elohim. Hatukimbii dhidi ya watu, bali tunakimbia kuelekea uzima wa milele, na Elohim atusaidie tuache kila mzigo, tumtazame Yashua na tukimbie ili tushinde. Barikiwa kwa kusikiliza maelezo haya mafupi kuhusiana na lesoni ya Sabato. Ni ombi langu kwamba Elohim atatusaidia ili sote tuwe washindi. Kama bado haujasubscribe, tafadhali fanya hivyo. Pia nielezee kwa comment kama somo hili limekubariki. Shalom.